Mambo vipi mtazamaji wa Kiswaga Media, karibu katika channel yetu ya michezo Kiswaga Media. Sisi tunakwambia soka ni ulevi. Mimi naitwa Fred Roy Kiswaga, niko na mgeni wangu hapa, chambuzi la system Geoffrey Mlangizi. Bwana, mambo vipi? Fresh mko. Uko vizuri? Fresh sana. Long time. Story mjini nyingi sana bwana. Tunakutana tena. Naadimika na vitu kama hivyo. Lakini moja ya burudani kubwa ya watu bwana ni football. Exact. Na sisi hapa tupo kwa ajili ya kupiga mastori kidogo ya football. Good bwana, weekend kulikuwa kuna mchezo kati ya Simba Sports Club dhidi ya Esperance de Tunis. Ambapo Simba ameweza kulala goli moja akiwa ugenini kule nchini Tunisia. Na hii ni mechi yake ya 3 Simba anafungwa. Naona goli Simba hali inazidi kuwa mbaya kwao. Tukiangalia ule mchezo, nadhani mapungufu yalikuwa wapi? Fred, kwanza mimi ni address Simba yenyewe kama Simba na michezo yake mitatu ambayo imecheza. Na kabla haijacheza ule mchezo Simba ilikuwa kwenye hali gani? Ndio. Lakini approach ya mchezo ambao aliutumia kocha Steven Barker ilikuwa ni approach ya namna gani? Je, kuna nini ambacho kiliongezeka ama kuna nini ambacho kilipungua, ama Simba ni ile ambayo ilicheza mechi mbili za mwanzo? Vitu kama hivyo. Mimi nikiangalia Simba ya mechi mbili za mwanzo ambayo ilicheza dhidi ya Petro Atletico di Rwanda, ilipoteza goli moja Benjamin Mkapa. Ilipigwa goli tunaita magoli ya transition. Simba alikuwa anashambulia, then Anthony Bligo akafanywa blocking, ilikuwa ni foul, lakini refa akapeta. Mwisho wa siku Simba wakachelewa ku counter press ile transition phase, wakajikuta wamefanyaje? Wamefungwa. Wakapoteza mchezo. Ndio. Lakini bado wako wanasema tuna mechi nyingine. Yes, wana mechi ya kwanza. Yes, na kufanya marekebisho kwa ajili ya mechi inayokuja. Na walitegemea kwamba wangeenda kufanya vizuri kwenye mechi ya Stade Malien kwa sababu kwenye kundi Stade Malien ndo alikuwa anaonekana ni nyonge. Sasa cha kushangaza Stade Malien sasa hivi ndo anaongoza kundi akiwa na pointi 7. Sio, unanielewa? Walipoenda Mali kule story ka tofauti. Kwa sababu wao walikuwa wanajua wanaenda kupindua meza. Yes. Sababu tumepoteza mchezo wa kwanza, sasa huu tunaenda kupindua meza. Story ka tofauti, wachezaji waliingia kwenye upepo lakini walikuwa deep, walikuwa wako low sana. Kuna vitu vingi sana ambavyo vilikuwa vimesababisha ule mchezo wapoteze Simba. Kumbuka kulikuwa na saga la kocha la kuanzisha kumtumia Joshua Budo Mutale kama force number 9 akati mastreka watatu wapo. Ikatokea yalotokea wakapigwa goli 2-1. Mechi ya pili wakawa wanakufa. Mechi ya 3 wamebadilisha kocha Steven Barker. Na Steven Barker ameenda Tunisia akiwa ametoa sare na Mtibwa Sugar. Katika mechi ya NBC Premier League. Ambayo ilikuwa ni kama warm up kwa mchezo huo. Lakini pia alikuwa ametoka kufungwa kwenye mashindano ya Azam Confederation na Azam FC. Ilikuwa muungano Mapinduzi. Yes, exact. Mapinduzi Zanzibar kutoka kupigwa na Azam kwenye hatua ya nusu finali. Lakini kocha bado alikuwa yuko mgeni na vitu kama hivyo. Na watu ndio wakatumia kwa kama kigezo. Kocha mgeni, alikuwa anajua wachezaji, anasoma kikosi. Kwa hiyo ilikuwa issue kubwa sana. Sasa mechi ya Tunisia, Esperance de Tunis, mimi kuna vitu ambavyo nilivigundua na niliviaddress katika muktadha tofauti. Yaani mapema kabla mechi haijachezwa. Baada ya mechi. Okay. Kitu ambacho nilikiona ni kwamba kufungwa mara 3 kwa Simba kulifunika performance ambayo walionyesha Simba kwenye mechi dhidi ya Esperance de Tunis. Kwa nini Fred? Kwanza watu hawakumu-expect Simba atatoa kiwango bora kama ambacho alikitoa dhidi ya Esperance de Tunis afu yuko ugenini. Si ndio? Ndio. Lakini organization, namna ambavyo kocha aliweza
kutengeneza unity ya wachezaji ndani ya kiwanja, mpango kazi wake ambao walikuwa wameupanga, kwangu mimi ni vitu ambavyo ni bora sana, tunaweza tukaviita ni vitu vya positive kwa kikosi cha Simba, na ndikuwa ndani ya muda mfupi kuliko hata kupoteza mechi yenyewe kwangu mimi. Yani kupoteza mechi watu walikuwa wanajua Simba itapoteza, lakini kwa margin ya magoli mangapi na kwa kiwango gani Simba ingeweza kutoa ushindani wa namna ile. Nilikuwa natazama namna ambavyo dakika zilikuwa zinaenda. Mimi huwa nagawa dakika kwenye dakika 45 kwa tunagawa kimbinu na kiufundi. Naona timu unaigawa kwenye phase 3, dakika 15 za kwanza, 15 za pili na 15 za tatu kabla ya half time. Lakini pia baada ya half time vipindi vitatu. Kwa jumla unakuwa na vipindi 6. Ukiangalia Esperance de Tunis kuna muda walikuwa wanakosa majibu. Sawa, kuna muda kocha wa Esperance de Tunis alikuwa amuuliza swali ya kimbinu kocha Steven Becker, lakini Steven Becker alikuwa anajibu. Umeona? Kwa hiyo ile mechi mimi nadhani iliamriwa na quality ya wachezaji, sio total dominance ya Esperance de Tunis. Kienda sasa hivi ukimuuliza kocha wa Esperance de Tunis atakujibu kama ambavyo mimi nimefanyaje, kwamba uwezo wa wachezaji ndio umeamua ile mechi. Goli lililofungwa huo technical huo tunaliita ni artificial transition. Haikuwa transition pase. Mpira ulikuwa unamilikiwa na Esperance de Tunis. Angalia akili ya center back yule anaitwa Ben Hamad, ni captain yule jamaa. Na ilikuwa inasemekana, unajua hiyo ndio cheating code ya Esperance de Tunis. Ilikuwa inasemekana kwenye press walisema kwamba angekosekana kwenye mechi, kwamba asingecheza. Katika wachezaji wa 4 ambao Esperance de Tunis waliwaweka kwamba hawa hawatocheza, ni mwenyewe tu binafsi ndo amecheza. Manake naita nilikuwa kuni ya ziada ya kocha ya kuiangamiza mechi. Kwa hiyo goli kama kwenye press ilibainika kwamba hatocheza, ndio maana Simba waliona kwa 90% mpango wao kazi umefanikiwa kabla hajaingia uwanjani. Sasa hiyo unajua, ukizungumza mimi mwenyewe katika maelezo yangu nilikuwa najua kwamba kwa sababu walikosa center back watatu pasi, wakamkosa striker wao kiongozi anaitwa Maacha Kwasi, si ndio? Kwa kukosa wachezaji wa msingi wa namna hiyo, manake nguvu inapungua. Lakini wale tukumbuke ni Esperance de Tunis, wana kikosi kipana, uwekezaji wao ni mkubwa. Binafsi niliona hapo kungekuwa na unafuu, lakini wasi kikosi kilivyotoka alipokuepo tayari unaona comfortability ama mabadiliko kabisa hata ya mchezo kwenye approach yanabadilika, hata kwa kocha mwenyewe Steven Becker, kwa sababu yeye alikuwa ameandaa mpango kazi wake mwingine, anakutana na surprise automatically kimbinu na kiufundi kocha lazima imdisturb. Unaona ile neta technical ability ya kusoma defensive organization ya Simba kwamba haiko organized, kwa sababu asilimia kubwa wao walikuwa na press kule juu. Mpira wako nao Esperance de Tunis. Yeye alichokifanya kanyanyua, kaona kuna spaces, kuna gap. Sio kila mchezaji ambaye anaweza kafanya uwezo wa kupiga pasi na kutumia hizo nafasi vizuri. Yes, kaitupa ile pasi kwenye half space katikati ya center back na full back. Kapombe alichofanya ni kudelay kufanya maamuzi kwenye ule mpira, kwa sababu mpira kabla haujadunda ulikuwa upo kwenye himaya yake. Sawa. Kwa hiyo ulikuwa pale wakati mpira haujadunda alitakiwa akabiliane nao. Ila yeye alichokifanya akasubiria, akadelay kwenye kufanya maamuzi ya kuweza either kugusa ama kufanyia clearance ule mpira. Mwisho wa siku kadunda ukaongeza speed. Ulivyoongeza ule mpira speed, manake nini? Manake mchezaji ambaye alikuwa naye, kumbuka Diara alikuwa nyuma ya Kapombe, sio alikuwa mbele, ama sio alikuwa sawa, alikuwa nyuma. Kwa hiyo ile scenario pia naye alikuwa anaifuatilia the same kama ambavyo alikuwa anafuatilia Shomari Kapombe. Ndio unaona kwamba utofauti pia wa quality ya wachezaji
wa kwetu tunao kwenye ligi kuu Tanzania bara na wachezaji wa vilabu kama vya ukanda wa UNAF, tunazungumzia ukanda wa kaskazini. Mpira umedunda, Kamwai Kapombe kafika eneo, kagusa tachi ya kwanza, tachi ya pili, mpira uko kambani. Moja ya vitu ambavyo Godi watu walikuwa wanavilalamikia, wanadai inawezekana vile vile Shomari Kapombe ni moja ya tatizo kubwa sana katika kosti ya Simba Club, wakiwaheshimu labda umri wake, muda ambao wamekaa Simba. Walikuwa wanasema kama upande wa Hussein Shabalala aliweza kuondoka wakatafuta Mligo, kwa nini upande wa Shomari Kapombe hawajafanya mabadiliko? Yani Shomari Kapombe sio kwamba asicheze, basi anacheza labda ndani ya muda mfupi anapata msaidizi ambaye atakuwa labda anasaidiana naye, lakini kumwanzisha mwanzo mwisho kwa kutegemea kwamba huyu ni mkongwe legendary yupo hapa atawahamasisha wachezaji wenzie, lakini sehemu yake ndio imekuwa mara nyingi, kwa sababu hii sio kosa la kwanza, hata nyuma imeshatumika nafasi yake watu kupitia kwenda kuiadhibu Simba. Wewe hili kwako limekaje? Kwenye scenario ya goli lile huwezi acha kumlaumu kwa experience aliyokuwa nao Shomari Kapombe. Alikuwa anatakiwa kufanya kitu cha ziada, si unanielewa? Yani yeye alishakutana na mechi kama zile mara nyingi sana, alishakutana na Real, alishakutana na Wydad Casablanca, alishakutana na AS Berkane, alishakutana na timu zozote ambazo unazijua ni giant of Africa, alishakutana nazo. Kwa binafsi mimi mwenyewe nilijua ile movement Shomari Kapombe angefanya zaidi ya kile ambacho alikifanya.